Embu nitolee ukichaa wako hapa. Umetumwa au? Karibu tena kwenye hatua nyingine ya mwendelezo wa tamthilia yetu pendwa, tamthilia safi inayokwenda kwa jina la Binti Yangu kutoka kwa Baba Joan. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza unatazama video yetu, onesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya video hapa kwenye channel yetu ya Simulizi Plus, ili uwe mtu wa kwanza kupata kazi zetu punde kila tutakapokuwa tunapandisha video mpya hapa kwenye channel yetu ya Simulizi Plus. Bwana, nitoe taarifa kwa wewe ambaye unaangalia hii video kwamba hii ni video maalum kwa ajili ya review, sio original video. Hii ni video maalum kwa ajili ya review na promotion. Ila ni kuombe kitu ama ni kutaarifu kitu, kama unataka kuiangalia movie ikiwa kwenye mfumo wa original video, basi hakikisha unatembelea hapa YouTube kunako channel ya Baba Joan. Utaweza kuipata episode ya kwanza mpaka episode ya 72 kwenye channel ya Baba Joan hapa YouTube ikiwa kwenye mfumo wa original video. Then ukija hapa Simulizi Plus, hapo utapata final review and promotion tu ya episode ambayo itakuwa baadhi ya scene na uchambuzi wa baadhi ya scene ambazo tumezipita. Bana, nisikupotezee muda na nisikupotezee wakati. Hii ni time ya kuangalia kile kilichojiri kwenye Binti Yangu. Pia hakikisha umesubscribe kabla tujaendelea. Sasa tunaona mambo mengi ambayo yametokea kwenye tamthilia ya Binti Yangu mpaka sasa. Wana moja ya kitu ambacho tumekuja kushuhudia, tumeshuhudia kwamba penzi la Baba Joan pamoja na Mdoli, yani Baba Karobo pamoja na Mdoli, limekuwa ni penzi ambalo kwa upande wao unaona kuwa limekuwa ni penzi la baraka, na wote wawili wameliziana kuishi kama mume pamoja na mke, kama ilivyokuwa ndoto ya Baba Karobo. Kwa upande wa Mdoli, alimwaahidi kuwa yeye hawe mke wake na Karobo aishi maisha mazuri, asome vizuri, asipate tabu yoyote. Sasa tunaona maisha yao yanaendelea mpaka sasa. Baba Joan ambaye ni Baba Karobo pamoja na Mdoli wanaishi pamoja kama mume pamoja na mke. Lakini kulikuwa kuna vitu ambavyo Mdoli anaona kwamba havijatimizwa, na ingekuwa jambo jema Mdoli angeona kwamba hivyo vitu vimetimizwa ili waendelee kuishi maisha yao ya ndoa wakiwa pamoja na amani. Sasa kama inavyojulikana kwamba wazazi wa Mdoli walishatangulia mbele ya haki. Sasa kuna mali ambazo waliziacha na msimamizi mkuu wa hizo mali ni Mdoli. Sasa kama kawaida ilivyokuwa ada kwamba kwa watoto wa kike asilimia nyingi wamekuwa ni watu ambao sio wakaaji sana nyumbani. Yani mtoto wa kike anaweza kawa na mali za urithi wa wazazi wake, mwisho wa siku na yeye atahitaji kuolewa. Sasa akiolewa, zile mali inabidi ziwe chini ya mume wake halali ambaye atakuwa ameolewa naye. Sasa hili ni ombi ambalo tunaona kwamba kwa Mdoli alikuwa akijaribu kuliwasilisha kwa Baba Karobo, kwamba kama ikiwezekana ama kama inawezekana, basi zile mali ambazo wazazi wao, yani wazazi wa Mdoli waliziacha, basi ni muda wa kuzifanyia kazi. Yani Baba Karobo azifanyie kazi zile mali ambazo ziliachwa na wazazi wa Mdoli. Sasa hii ni kitu ambacho tunaona kwamba Mdoli alikuwa akimuomba sana Baba Karobo, lakini Baba Karobo tunaona kwamba alijaribu kuleta kipingamizi kwa kusema kwamba huu ni muda sahihi ambao mimi ama sisi kama mume pamoja na mke ni muda sahihi wa kupambana, ni kufocus kutafuta mali zetu halali. Sasa lakini kitu ambacho kilikuwa akijamshawishi Mdoli hata kidogo, yani Mdoli anaamini kwamba mwanaume ambaye amekuja kuolewa naye ni Baba Karobo, na sisi
sisitizo kubwa la wazazi wake mdoli kipindi wako hai, walimsisitiza kwamba zile mali azitunze. Sasa mtu pekee ambaye anaweza kuzitunza zile mali ni baba Karobo, na endapo baba Karobo akizitunza zile mali, basi wazazi wa mdoli uko aliko na imani watafurahi, kwa maana kitu ambacho watakuwa wamekiacha huku duniani kitakuwa kipo kwenye usalama. Ni tofauti na kuacha kitu ambacho umeachiwa kama ulisi kikaji kateketea tu kwa vitu ambavyo sio vya kawaida bwana. Hata zile roho za marehemu zitakuwa hazijapumzika mahali pema, yani kutakuwa kuna roho fulani hivi ambayo itakuwa imeingia, yani kutakuwa kuna furaha yoyote ambayo wazazi watakuwa wameipata hata huko ambako waliko. Sasa wakiona wanaendelea kutenda vitu vyema, ni vitu vizuri, mali zao zinabaki kwenye mstari ambao unahitajika kama ilivyokuwa ada ya upande wao, hata wao huko waliko na imani watafurahi. Sasa tunaona kwamba baba Karobo na yeye anakubali, kwa sababu yeye ndo mume halali wa mdoli, yupo radhi kufanya chochote. Yani kitu cha mdoli basi ni kitu cha baba Karobo, inabidi azitunze zile mali ambazo mdoli alibakiziwa kama zawadi na wazazi wake, japokuwa walikuwa wametangulia mbele za haki. Sasa tunaona kwamba baba Karobo anashangaa sana, kwa maana hapo ndipo anapata ile maana kwamba hii ndio maana halisi ya kulala maskini then unamka tajiri. Sasa hiyo ndio ilikuwa maana ya hilo tukio ambalo lilikuwa likiendelea. Sasa baba Karobo amekubali kuzichunga ama kuwa mmiliki wa mali ambazo mdoli ameachiwa. Lengo mali zisiteketee, zibaki kwa kwenye mikono salama, na mtu pekee ambaye atafanya mali zibaki kwenye mikono salama ni baba Karobo, ambaye tayari tunaona kakubali kuweza kuzilinda zile mali ambazo mdoli alibakiziwa kama zawadi na wazazi wake. Sasa tunaona kwamba ile tukio linaisha, lakini kuna kitu kimoja ambacho nataka ni kujuza, ambayo imekuwa ni sini ya mwisho kabisa kwa siku ya leo. Maana ni sini ya baba Karobo, tunamuona alikuwa kando mwa barabara kidogo, alikuwa amekaa, na inaonekana kwamba baba Karobo kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo alikuwa kiviwaza, ila hatujajua kwamba ni nini ambacho kilikuwa kimemfanya baba Karobo akaya. Anaonekana kuwa ni mtu ambaye alikuwa mawazo yake yalikuwa mbali sana, yani inaonekana kwamba kuna kitu kikubwa ambacho baba Karobo alikuwa akikiwaza. Lakini kipindi amekaa pale, tunaona kwamba mama Karobo anakuja. Kama unavyomjua mama Karobo, na imani unamuelewa, mama Karobo baada ya kuja alimuuliza baba Karobo kwamba unaendeleaje. Ni baba Karobo alimwambia kwamba haikuhusu, ni nini ambacho wewe kimekuleta hapa. Sasa tunaona kwamba mama Karobo tunaona kwamba anaforce ukaribu wa lazima kwa baba Karobo, bila kufikiria matukio ama matendo ambayo alikuwa akimfanyia baba Karobo kipindi cha nyuma. Lakini leo hii anakuja baada ya baba Karobo kuwa kwenye hali yake ya kawaida na kufanya kazi zake kama ilivyokuwa kawaida na kumuoa mwanamke mwingine. Leo tunaona kama kuna njia ambazo anazifanya lengo arudi kwenye maisha ya baba Karobo. Na kitu ambacho mimi nataka nikwambie, na ni kitu ambacho kina uhakika wa 100% kwamba baba Karobo hawezi akarudia matapishi, yani hawezi akarudiana tena na mama Karobo kwa matukio ambayo aliyafanyiwa. Basi na imani kwamba hawezi akarudia matapishi, yani hawezi akarudia yale maumivu ambayo aliyapitia hapo awali. Bana, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unaonyesha upendo, unaonyesha support, una subscribe. Pia nitoe shukrani kwa wale ambao mnafuatilia channel yetu, ambao mmesubscribe kwenye channel yetu ya Simulizi Plus. Mungu awe nanyi na niwatakie siku njema. Asanteni sana, tukutane next time.